Halo. Poa mzima. Sasa baby. Yule mdada kusuka kashafika hapa. Nilikuwa nataka nisuke. Bana, afu unafikiria watu huko tu barabarani wazuri. Mimi nataka nitoke nipendeze bana. Nataka nipendeze kuonekana unaonekana bonge la bwana mtaani. Ndio nataka tu 50,000 hapa. Nitumie basi na mpenzi. Mimi nanuna basi. Unanitumia? Sawa mpenzi, mimi ndo maana nakupenda. Sawa. Sasa dada. Njoo kwa dakika moja hapa. Sawa, haina shida. Dada. Hao ndo watu wanatuweka mjini. Hata tusubiri hadi sekunde kadhaa. Mwamala ukisema tutaenda kwa saluni. Ongea sana. Ya tusubiri mwamala. Sawa. Taenda. Sawa. Sawa. Umeniita. Nilikuwa nakuita mke wangu. Kuna jambo linafanyika hapa nyumbani, sidhani au sijui kwamba wewe unaliona au uliona. Nimeiona mume wangu. Lipi? Kuna makopo na nyumba yetu. Yale makopo ya nani? Nani ndo anaweka makopo? Labda nikuulize madam. Nani kitu gani ambacho nakikosa hapa nyumbani? Dani hakosi kitu chochote. Ni kazi ngapi ambazo nimempa Dani hataki kuzifanya? Kwa hiyo ile kazi ya makopo ndio kaiona ni kazi nzuri. Ili aniwekee hapa nyuma kwangu ule uchafu nipate shida mimi. Sio maana yake. Kwa sababu shida ya kupata mimi naweza kupita usiku hapa nikajikwaa bure. Hizo takataka hazina maana yote kwangu mimi. Wow. Mama ushasoma. Achomoki hapa. Sasa sikia dada. Ngoja nikajiandae afu ndio kwa saluni. Na wala sivihitaji. Akija mwanao mwambie. Kwa sababu sasa hivi hapa nyumbani anarukaruka. Labda unaweza kukutana naye huko njiani, mwambie baba yako hataki ugomvi na wewe. Kaondoe zile takataka zako pale nyumbani kwake. Tumeishi muda mrefu sana. Usije tukakosana. Sitaki. Nao mwambie. Au kuna jambo mnanitafuta? Nakwambia la fulani tatizo ni kingine. Feti wanifanya ni enjoy kwenye dunia, naonekana kama mimi ndio mwanaume bora peke yangu hapa. Nakwambia tena amini. Haya bwana, kama ndio hivyo. Amini wewe. Nakwambia. Mbie mchana. Lakini mpenzi, kuna kitu nahitaji kuongea na ila samahani kama nitakuwa nakukwaza. Nakuwa wewe.
Kwa nini kila tukitaka kukutana unahitaji kutumia akili? Fanya. Kuna maradhi. Kwa hiyo lazima kidogo tuangalie kwenye hilo. Na ndio maana kwa kidogo na sasa kuna muda anakuwa anajiamini, kuna muda anakuwa sijiamini. Kwa nini unaniamini mimi? Nakuamini sana mke wangu. Pia nakupenda sana. Haya. Samani hilo. Nikuombe kitu. Unajua mtoto wa kike ni vigumu sana kueleza hisia zake kwa mwanaume. Kila nikimpigia simu ndani hapokei. Testi ajibu. Unaona jinsi simuelewi. Naomba nisaidie hilo. Naomba nisaidie hilo, mimi nampenda. Nachokuomba, naomba ongea na Dani. Sawa basi mimi nitaenda kwa na Dani nitaongea naye. Kweli? Kweli. Kweli hilo? Kweli mimi nitaenda kumwambia. Kweli? Kweli. Vipi ndugu yangu? Safi kwema. Poa, mambo yanaenda? Poa, nimechelewa? Hapana, usijali. Niambie. Shemeji yako. Shemeji. Habari? Safi kwema. Kwema, mambo? Poa. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Felix, si wewe? Mimi naitwa Dennis. Nashukuru kufahamu. Na mimi nashukuru pia. Shemeji yako. Sawa. Tumeona kokote kama ni. Sawa. 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 Mhudumu. Abe. Sikilize mdogo wangu. Sawa. Watumishi, haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Tujiweke tayari kwa ajili ya maombi. Kila mmoja ajitoe kwenye uwepo wa nyumbani ili awepo hapa kanisani. Haleluya. Nitaomba. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Jehova mfalme wa amani,
tazama Bwana, watumishi wako wako mbele zako. Mungu wangu wa mbinguni, najua unawajua vema Bwana na matatizo yao waliokuja hapa kanisani. Naomba ukamguse kila mmoja, ukamtakase, ukawaoshe Bwana kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nikiomba na kuamini katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Haleluya. Tunaenda kujifunza neno la Mungu kwa ufupi. Neno letu la leo linatoka katika kitabu cha Luka 10 mstari wa 19. Mwenye Biblia atafunua, nitasoma. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowazuru. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Tumesikia neno la Mungu lilivyokuwa tamu. Niambie mzee. Salama kabisa. Habari yako? Salama. Shikamoo. Marhaba za siku. Salama kabisa. Ni muda mrefu sana mwalimu atujana. Ni kweli kabisa. Mimi mwenyewe nilikuwa namhitaji sana mwanao. Lakini siku mbili hizi sijui amesafiri au amepata tatizo, sielewi, maana sijamuona na nilikuwa na ujumbe wake. Lakini bahati nzuri nimekuta wewe mzazi wake. Haina shida. Bwana, utaratibu sasa hivi wa ufaulu upo tofauti na vile mara ya kwanza tulivyozoea. Mara kwanza mnafaulu unaonyesha majina ya wanafunzi wote kwa parallel. Lakini sasa hivi unaonyesha kwa ukiwa na namba ya mwanafunzi, unaangalia kwenye simu, mtandaoni, basi unaweza kupata majina yake. Kiukweli mwanao ni kati ya wale waliofaulu na mwanae akiwemo. Dani bwana amefanya vizuri. Katika ufaulu wake amepata C2, ana D1. Manake kwa hali hii ya ufaulu wake kombi tu haijabalance. Lakini wastani wake anaweza kaenda chuo chochote hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa hali hii wanaweza kawasomea udaktari, ualimu, uaskari, hata wanajeshi pia. Kwa hivyo bwana, mwanao ana credit hizo. Mimi nashukuru mwalimu kwa sababu sisi ni wazazi, tuko nyumbani. Ndio. Japokuwa tuna mafundisho lakini nyinyi ndio mna kazi kubwa zaidi ya mafundisho zaidi. Ni kweli. Kwa hiyo niwape hongera tu. Safi kabisa. Kwamba mnafanya kazi nzuri. Kweli, ni kweli. Nyinyi wazazi waangalizi mkiwa nyumbani, lakini na sisi ni waangalizi watoto zenu tukiwa shule. Basi mimi nilikuwa naelekea hivi kwa jirani yangu hapo kidogo. Nilikuwa nataka kwenda kumuona. Na mimi pia naelekea huko. Basi safari moja. Haya, asante. Bwana. Jua baraka zingine hizi zikitoka kwa wazazi. Kila kitu ni vizuri. Mwanao anafanya vizuri kwa sababu naamini nyinyi mnaishi naye vizuri pale nyumbani. Msingeishi naye vizuri asingetokea haya. Lakini maisha mazuri ambayo mnaishi pale nyumbani yamesababisha mwanenu kusoma katika mazingira. Kwa hivyo jitahidi sana kumwekea mazingira mazuri mwanao ili aweze kusoma. Kwamba Mungu ametupa mamlaka na nguvu ya kukanyaga nyoka na nge. Haya nyoka na nge sio wale wa porini. Nyoka na nge ni watu. Watu hawa sio kutoka Arusha. Hawa watu ni majirani zako, ama ni ndugu zako wa jirani kabisa. Haleluya. Amen. Inaweza ikawa baba yako au mama yako au kaka yako. Wakakufanyia baba, mimi unanionea kwa sababu ajira unaonipa asiendani kabisa na. Kwa hiyo haya makopo nakupa nusu saa, hizi takataka zako huko ulikozitoa uzirudishe huko. Utaona mimi ni mtu mbaya sana. Unajua kwamba mimi ni baba yako mzazi.